Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Leo niko mbele yenu kwa ajili ya kuwapeni stori moja hivi ya rafiki yangu. Natamani sana kummention kwa jina, lakini sidhani kama anaweza akafurahia, au najua kufurahia sio shida, lakini najua nitamwongezea wasiwasi kutokana na ishu yenye jinsi ilivyo na matatizo ambayo kiukweli anapitia. Bwana, kama miezi miwili hivi imepita sasa hivi toka tuseme toka mkasa huu umetokea. Uhalisia ni kwamba kuna rafiki yangu ambaye kwa sasa hivi anaishi mkoani, yuko hapa Dar es Salaam na maisha yake yote yuko mkoani, yeye pamoja na wazazi wake, baba yake mzazi pamoja na mama yake mzazi. Mkasa uko hivi, huyu rafiki yangu alikuwa na dada yake wa kwanza kuzaliwa, alafu anafuata yeye. Baada ya hapo kuna ndugu yao mwingine wa kiume, baada ya kiume kuna mwingine wa kike. Kwa familia yao kuna watoto wa kiume wawili, watoto wa kike wawili. Huyu dada yetu wa kwanza kuzaliwa, Mwenyezi Mungu alimjalia heri, alipata ndoa akaolewa. Ile ndoa haikudumu sana, akaachika. Baada ya hapo akapata ndoa nyingine akaolewa. Alipoolewa hii ndoa ya pili, kama ilivyokuwa kwenye ndoa ya kwanza, sababu ndoa ya kwanza Mwenyezi Mungu alimfanyia pesa, akapata mtoto wa kiume. Hii ndoa ya pili akajaliwa heri pia na Mwenyezi Mungu, akapata mtoto wa kike. Lakini sasa baada ya kupata mtoto wa kike aliishi vizuri na mume wake, lakini kama unavyojua kwenye ndoa kitu kilitokea nini, dada yangu akafarakana na yule mume wake, wakaachana. Sister akasema sasa hivi sihitaji tena mambo ya harusi ya ndoa na nini, bora nitulie, nilee wanangu na nifanye maisha yangu binafsi. Basi akawa anaishi dada yetu vizuri. Yule mwanaume huyu wa pili tunaachana naye, huyu ambaye mzaa naye mtoto wa kike, ikawa anamfuatilia sana sister, anamwomba warudiane. Lakini dada yetu akasema hapana, mimi kwa sasa hivi sihitaji tena maisha hayo tena na wewe kwa sababu nimeamua kuchagua upande wangu na wewe umechagua upande wake, moja Aisha anavyoamua kuishi, kwa sababu tulishaachana, tulishatengana. Basi kila kifuatwa anaambia hivyo, kila kifuatwa anaambia hivyo. Mwisho wa siku yule jamaa akasema basi naomba nikae nimchukue mtoto niishi naye mimi. Sister alikuwa anaiana, akampa mtoto anaishi naye jamaa. Sasa baada ya kupeleka yule mtoto huko kwa mume wake, ndugu zangu, naona nashindwa hata kusimulia, naona sijui shida nini, lakini kuna kitu kinanisumbua kwa sababu hii story inaniumiza moyo sana. Okay. Baada ya kuchukuliwa yule mtoto akaenda kuishi na baba yake. Sasa wakati anaishi na baba yake kule, sister huko akawa anafanya maisha yake nini vizuri, ila mtoto anakuja siku moja anakuja kuangalia mama yake. Anakuja anamuona, anarudi anamuona, anarudi. Sister bwana ghafla akaanza kuumwa. Ugonjwa anaumwa tu kuelewi, tukahangaika naye sana. Nenda hospitalini, mwisho wa siku akatambia bwana dada yenu ana sukari. Basi mara na pressure asumi, yaani maradhi yakawa mengi. Mimi nikazungumza nao, akanipigia simu, nikazungumza naye, akaniambia ndugu yangu nataka nije mjini nije nicheki afya hapo, lakini
yeye shoti alikuwa mlokole dadangu. Akaniambia lakini kifika hapo nataka nikakutane na Kwani Musa. Nikamwambia sawa, haina shida, utakutana naye. Kweli akaja, alipokuja nikazunguka naye bwana hospitali, tukaenda Muhimbili, tukaenda hapo hapo Amana, tukarudi, mambo bado magumu. Tukaenda sasa kwa Kwani Musa. Kwani Musa bwana, hatukupata bahati ya kukutana naye, tulihaso sana lakini tushindwa kumpata. Kwa hiyo dada alikata tamaa, akarudi nyumbani. Sasa aliporudi nyumbani, yule mtoto wake akamwambia mama, bwana mimi naona bora nikwambie ukweli kwa sababu unajua unahangaika, ila unahangaika bure. Akaambia kwa nini unasema hivyo? Akasema unahangaika bure kwa sababu hiyo homa unaumwa wewe, huwezi kupona. Siwezi kupona? Kwa nini? Akaambia bwana, baba amesema kupona kwa kweli mpaka ufe. Sasa akasema hapana, la sivyo mrudie jamaa. Sasa akasema hapana, nikumrudie babako siwezi, nitaendelea kupambana na vile ninavyoweza. Kwa tukapambana, akaenda tena hospitali, katokea kidonda kwenye mguu wake, kwenye kidole gumba, kidole kidogo tuseme. Basi kuangalia sababu na sukari, huyu ili apate kuishi labda tukate mguu, na sasa hivi mpanda anakaribia kwenye goti. Sisi akasema bora wakati mguu. Kaenda kwa hospitali, tukakata mguu. Tukakata mguu wa kulia alikata. Akaendelea na maisha dada yangu. Tumeishi kafika kipindi yani bado kila siku anaumwa, anaamka asubuhi, ukiamka asubuhi kumwangalia sister amechanjwa chale, sisi tunaelewana na kusema chale. Yani amechanjwa kwenye mwili wake, yani mwili mzima anachanjwa. Unaona bwana? Yani ni situation fulani alikuwa anapitia sister ngumu sana. Anasema kabisa jamani, kuna watu wanamchukua sielewi sudi na nini. Yani sisi tumehangaika zaidi ya mwaka, sio mwaka mmoja, sio miaka miwili. Mwaka jana mwezi wa 12 mwanae akasema bwana, mama hiyo homa nauma safari hii au yani wewe lazima ufe. Umeona? Akaambia sasa wewe kama unajua mama yako anataka kuuawa, kwa nini usimsaidie? Akasema bwana, mimi ili mama apone labda nife mimi alafu mama apone, lakini vivi hawezi kupona huyo, na mimi ninahofia kwa sababu najua nikimponyesha huyu mimi ndo nakufa. Kiukweli haya mambo sikieni kwa watu, ndugu zangu. Hii story inapeleka haraka kidogo ili mradi isiwachoshe. Basi baada ya kuambiwa vile, sister ikawa yani anaishi lakini kwa kukata tamaa. Tukahangaika naye hivyo nyumbani, mara hivi mara hivi.